Leo ningependa kuzungumzia jambo ambalo linawatatiza wanaume wengi duniani katika ndoa. Kwa kawaida, ndoa ni jambo la kutoka hapo awali ambalo Mwenyezi Mungu aliweza kutuachia na akatupa jukumu la kujaza dunia, alright? Na katika mazingira ya siku hizi, haswa pale wanandoa wanapojipata katika shida fulani, kwa maana teknoloji na shughuli za kikazi siku hizi zimeweza kupa watu kuwa busy kwa wakati mwingi. Tendo la ndoa pale linapofanyika, kwa mara mingi wanaume wengi wa siku hizi hawawaridhishi wanawake wao ambao ni mabibi zao ambao waliwaoa. Jambo ambalo kwa mara nyingi linafanya wanandoa kutokuwa na uaminifu katika ndoa zao. Pale mwanaume anapomaliza tendo la ndoa haraka, kwa kimombo ni premature ejaculation. Jinsi ambavyo wewe mwanaume utakavyoweza kujikinga usiweze kupremature ejaculation mapema katika tendo la ndoa. Kwa maana unapofanya tendo la ndoa na dakika moja au chini ya dakika moja, sekunde, wewe ushamaliza, wewe ushatoa wazungu pale, ushamaliza shughuli na umelala. Mwanamke wako ambaye ni mke wako, wewe huweza kumwacha katika hali ya huzuni, ambapo yeye anakuwa na hamu nyingi sana kwako na wewe haumridhishi, kwa maana hafiki climax. Unamwacha akiwa hanging. Wanaume, leo ningependa kuambia jinsi ambavyo ungeweza kufanya tendo hili na kumridhisha mwanamke wako kwa mapema, alright? So, wewe mwanaume unapoenda pale kitandani mwako, make sure ya kwamba hauna pupa, hauingii kwa haraka. Ingia taratibu. Na wakati ambapo utasikia yes, you are now almost there, my friend, na kuomba ukaweze kupull up, usiweze kuendelea kwa hiyo dakika. Toka pale ndani ambapo ulikuwa angalau kwa sekunde tu kadhaa, na kisha rudi pale. Jambo la pili, kama unataka usiweze kufika climax haraka, kama wewe ni ule watu wanaitanga 1 minute man, jua jambo hili la pili. Wakati unasikia ya kwamba uko karibu pale kutoa yale maji yako, usifikirie ya kwamba uko katika ile mechi. Toa akili zako zote pale kwa hiyo shughuli ya mechi. Peleka akili yako kwingine. Maybe peleka akili yako kwa wakati wa shamba kule unalima uko shambani, shamba la kawaida, si shamba la mtu ama kitandani. Na hili jambo litaweza kumfanya ukaweze kukawia. Hautaweza kufika climax kwa haraka na kwa mapema. Jambo lingine, wanawake, ni jukumu lenyu kuweza kuwa control wale wanaume wenyu. Wakati ambapo unasikia ameanza kukazana mbio, just tell him, relax bro, my honey, relax. Kidogo ama mchune vile, ama mpige huko nyuma. Hata hasira zake zitaweza kutoka pale na hataweza bado vile kukawia. Jambo lingine, my brother, kama wewe ni wale watu wanaitangwa 1 minute man, kuna ile feelings, ukiingia tu hivi unasikia feeling imeenda pale kwa brown marrow, kwa mgongo. Do this. Make sure kila time unakuwa na regular match with your partner. Because kitu ambacho kimoja kinafanya kuwa wewe uweze kukuja mapema ni ile kukaa muda mrefu bila kupewa mechi na mpenzi wako. Ukikaa sana bila ya kupewa mechi na mpenzi wako, mara ya kwanza ambapo mtaweza kupatana, hata hutomaliza dakika moja. Utaingia tu hivi hata hujatingiza kidogo, wewe mambo yako imeshikwisha malizika. So, wanaume wenzangu, hili tendo la ndoa la siku hizi, juu kazi siku hizi imeweza kuwa na a lot of, and most partners nowadays wamekuwa wakiweza kuingia pale kwa cheatings because of this issue of premature ejaculation. Alright? So, kwa hayo machache,
ningependa kuambia kama hujasubscribe katika hii channel yangu, ukaweze kusubscribe ili ukaweze kupata video zote ambazo nitaweza kukutolea na kukuwekea katika mtandao huu wangu wa YouTube. Na Dr. Mr. Fred Wambu ataweza kukuelezea mambo mengi ambayo yatasaidia katika tendo la ndoa. Na wakati ule wa ndoa pia, make sure umeka music au ngoma fulani pale ambayo unaipenda, si ile ya juu sana, unaona. Hii ni mambo ambayo yataweza kukufanya pia kukawia, na pia mwangaza pale nyumbani ukaweze kuwa mdogo. Jambo kubwa ambalo linawasumbua wanaume ni pupa. Hiyo premature yote inaletwa na mambo ya pupa. Ukiweka pupa yako chini pale, bro, nakwambia utaimbiwa nyimbo zote, utasuguliwa mgongo, kisogo, kila mahali pote, na mwanamke wako hataweza kukuchiti. Kwa maana cheating nowadays inaletwa na mambo ya kutoridhishiana pale katika tendo la ndoa nyumbani. Hizo vitu zote. Haya, kitu kingine ambacho kitaweza kukufanya ukaweze kukawia katika tendo la ndoa ni mambo na lishe bora. Huwezi kula ukakuwa unakula tu mchele na unaenda pale. Utakuwa na ile nguvu ya kiume kama mwanaume. Utakuwa na ile strong energy. Unaona? Balance your diet. Na ukibalance your diet, my brother, my friend, utaweza kuwa mfalme, utaweza kuwa king, utaweza kuwa prince pale katika chumbani mwako. Chakula ambacho kinaweza kukufanya ukaweza kuwa strong pale, jambo la kwanza ni njugu karanga. Katika lishe yako, weza kuwa umepanga chakula kizuri pale na usiweze kosa kuwa na njugu karanga. Njugu karanga ni chakula ambacho kina proteini na kina vitamini mzuri pale. Kitaweza kukupea strong energy unajua ile resilience. Yani ni ile unasimamisha wima, lakini huo wima unasimama kwa muda gani? Unasimama kidogo unazima. Unasimama kidogo unazima. So ukila njugu karanga itaweza kukusaidia kuwa na ile resilience. Yani you withstand all those challenges, na unasimama kuwa strong enough, my friend. Kitu cha pili ambacho wewe kama mwanaume unachohitaji kuwa nacho ni watermelon ama tikitiki maji. Inafanya damu ikaweze kuzunguka vizuri mwilini. Kila pande zote, hata kule kwa ubao wako itaweza kuzunguka huko, na damu ujue roho ikipump damu vizuri inaenda kila mahali pote. Wima wako unasimama vizuri sana tena kabisa. Mke wako atakusifia kwa haya mambo yote. Kuna jambo lingine pia ama chakula kingine ambacho pia watu wa jamii fulani wanatambua kuwa inasaidia kwa hili tendo la ndoa, na hili ni mojawapo pia ambayo sidhani kama imedhibitishwa na wanasayansi kwamba cassava. Unaona? Wewe mwanamke, make sure mume wako amekula akashiba. Hizi chakula zote ikiwemo cassava itaweza kumfanya mume wako akaweze withstand all these challenges. Kwa maana ukiweza kuenda pale katika tendo la ndoa na wewe ulikula tu lunch jioni tena pale, my brother, utagongewa. Jinsi ya ambavyo majenzi na millenniums wa siku hizi wanasema ya kwamba utagongewa, kwa maana haumridhishi mke wako. My ladies, my women, make sure you give your man the necessary food so that they can withstand all these challenges. Wacha washibe, kwa maana kazi ambazo wanazozitenda kule kazini mwao, ambapo bosi wao wanapata na pressure mingi pia. Mawazo, my friend, jambo lingine ambazo kwanza nilikuwa nimelisahau ni fikra na depression. Ukiwa na depression nyingi pale wewe kama mwanaume, hautoweza kuenda sana katika tendo hili la ndoa, na mke wako ataweza kuanza kukushuku akidhani ya kwamba wewe una mpenzi mwingine humo nje, umekwisha malizia nguvu zako huko nje, na mimi sasa ndio unaniletea bakshishi hapa ambayo iliyosalia baada ya kukamuliwa huko nje na makachero au marafiki wako huko nje, mpango za kando wako huko nje. Umekamuliwa kila kitu, alafu sasa ndo unakuja kwangu hapa. So depression, my friends, seek
medical issues and seek your psychiatrist so that they can help you mentally. Na ambapo hili tendo likifanyika, depression ikikuishia, najua mambo ya maisha siku hizi, uchumi imeweza kuwa juu sana, na uchumi sana sana inawagwara sana kwa hawa wanaume wetu. Kwa maana pale kazini mtu anaweza kupelekwa mbio hapa hivi. Mtu akifika nyumbani pale ana depression, akienda pale kitandani na mke wake, ndio huwa wanaanza kusumbuana. Keshoe anaanza kuitwa one minute man, unisaidii. Na hapo mke wake anaanza kuchiti, na akianza kuchiti ndoa yao inaanza pale kusambaratika. Na kwanza saizi ni mwezi wa Disemba, tunajua ya kwamba mambo na HIV imeweza kuwa ikiongezeka sana humu nchini kwetu, barani Afrika na kwingineko kote duniani. So akianza issue ya cheating, anaanza kwa mpenzi mwingine pale, wanaanza kuwa na watatu pale, waine, wanaleta magonjwa na madhara mengi katika ndoa. Na hili linapofanyika, ndoa zinaweza kusambaratika, vifo vinakuwa pale, mayatima wanatokea kuwa wengi, na majenzizi wa siku hizi ambao wanazaliwa, watoto wengi wanazaliwa na magonjwa ya HIV. So for the future posterity of our nation and of our children and our generation, we must take care of our health, our mental health and our relationship issues, because if we don't do this, the future of our generation will be very low, very diminishing, very disgusting, unhealthy generation, and the production of our country will be very low. So as per now, inafaa kila mtu akaweze kujikinga na kumake sure amelinda ndoa yake, amejiweka katika hali ya usalama ya mental issues na magonjwa mengine akaweze kuyatibu. So kwa hayo ndiyo niliyokuwa nayo kwa leo, na nimeomba mkaweze kusubscribe channel yangu ili tukaweze kusonga mbele pamoja. Na waomba Mwenyezi Mungu akaweze kuwabariki nyinyi wote na familia zenyu. Asanteni sana. Subscribe, share so that you can get all the videos. Until next time, it's a goodbye for now. Nawaombea mkaweze kuwa na siku njema. Goodbye.